Shalom, shalom, watumishi wa Bwana, watu wa Mungu aliye hai na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina ni Pastor au mchungaji Kimkusile Mulenda wa Yesu, mchungaji wa kanisa la Action Church. Mara tena nimekuja kwako kwa sababu ya kuweza kukuletea lile neno la Mungu katika kile kipindi chetu kizuri ambacho ni cha Hakuna Jipya Chini ya Jua, kinachopatikana kwenye TV yetu hii ya Monica TV. Sasa ninaomba uandamane nami ili tuweze kuingia katika somo letu, na naamini ya kwamba Mungu wa mbingu atakwenda kukubariki. Kwa hiyo kabla ya yote, acha tuweze kumshukuru Mungu na tuweze kukabidhi kipindi chetu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo tumepata mbele zako ili kuweza kukutumikia. Nakabidhi programu hii chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu, kwamba uweze kunena na kila mmoja anayekwenda kutazama na kusikia maneno yako haya Bwana, yaweze kuleta mabadiliko katika maisha, yaweze kuleta majibu tosha katika maisha ya mtu anayesikia neno hili na kutazama kipindi hiki, asiwahi kubaki kama yalivyokuwa kabla, kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu Kristo tunaomba. Amen. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, ninataka sasa unifuate kwa umakini, kwa sababu tunaingia katika kipindi chenyewe. Ni kwamba tuna mafundisho yetu haya na kipindi chetu hiki kinaitwa Hakuna Jipya Chini ya Jua. Kama nilivyotangulia kusema, ni kwamba Hakuna Jipya Chini ya Jua ni kipindi ambacho tumekipata katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya kwanza na mstari wake wa 9 hadi wa 10. Ni maneno ambayo aliyafanya Mfalme Sulemani katika utafiti wake, akagundua kwa hekima aliyopewa na Mungu ni nini ambacho mwanadamu anapaswa kukifanya chini ya jua siku za uhai wake wa hapa duniani. Kwa sababu hiyo tukakipatia kipindi chetu title ya Hakuna Jipya Chini ya Jua, na lengo ni kuangalia ule utafiti ambao Mfalme Sulemani aliagizwa na Mungu kupitia hekima, ili aweze kutafiti, apate kujua mambo yaliyo muhimu kwetu wanadamu, yanayotupasa kuyafanya hapa chini ya jua. Tumeshazungumza mambo kadha, na leo ni siku nyingine mpya, lakini kwa siku ya leo tutakwenda kuzungumzia kipengele ambacho kinazungumza kuhusu kuoa wake wengi na wapagani. Kuoa wake wengi au Mkristo kuoa mwanamke mpagani. Lakini tuzungumzie sana kuhusu kipengele cha kuoa wanawake wengi, au vile tunaweza kusema kwa lugha ya Kimombo polygamy. Nafikiri ya kwamba utaweza kuelewa katika hili. Ni kwamba Mfalme Sulemani aliweza katika utafiti wake, alifanya mambo mengi, alitafiti vitu vingi sana. Na baadhi ya vitu ambavyo aliweza kutafiti, kuna jambo moja ambalo linaitwa polygamy. Lakini kabla sijakwenda kusoma namna gani ambavyo aliweza kufanya polygamy, acha nikusomee katika kitabu hiki cha Mhubiri uweze kupata mambo mazuri tu, uweze kuelewa ilitokea kwenye kipengele gani. Mhubiri sura yake ni ile ya 2. Ninasoma katika jina la Yesu kuanzia mstari wa 1. Nikauambia moyo wangu, haya nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa. Nimerudilia tena katika jina la Yesu Kristo. Nikauambia moyo wangu, haya nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa. Na tazama, hayo nayo yakawa ubatili. Sulemani anasema ya kwamba katika kufanya utafiti, kuona mambo yaliyo mazuri katika maisha ya mwanadamu, alijaribu kutafuta kufurahisha mwili wake kwa njia ya anasa. Moyo wake ufurahi kupitia anasa. Na hapa katika kipengele cha anasa ndipo utakuta ya kwamba yapo mambo ya zinaa, yapo mambo ya ulevi, uasherati, raha, haya maisha ya raha hizi za dunia. Na ndipo tutapata kile kipengele ambacho kinaonyesha ni namna gani ambavyo Sulemani aliweza kucheza na wanawake. Basi tuingie katika andiko letu la siku ya leo, ambalo litatupeleka siku ya leo. Ni katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura yake ya 11 mstari wa 1 hadi ule wa 3. Maandiko yanasema hivi: Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti ya Farao, wanawake
wa Wamoabi na wa Waamoni na wa Waedomi na wa Wasidoni na wa Wahiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. 3 inasema akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuanze kuangalia, kwa sababu kuna jambo ambalo watu wanapenda kulisema, ya kwamba mwanadamu anaweza kuoa au mwanaume anaweza kuoa idadi yote ya wanawake ambao anapenda, madamu ana uwezo wa kuweza kukimu mahitaji yao, kuwahudumia. Kama una uwezo wa kuwahudumia, unaweza ukaoa wanawake wote ambao unataka, 5, 4, hata 10, kadri unavyoweza wewe kupenda, as long uko tu na ule uwezo wa kufanya nini, wa kuwahudumia. Lakini nataka siku ya leo upate kuelewa ya kwamba kuna vitu katika maandiko ambavyo Bwana alivikataza. Hakuvikataza kwa sababu mwanadamu hana uwezo wa kuhudumia watu, au hakuvikataza kwa sababu mwanadamu ana uwezo wa kuhudumia watu. Lakini kuna mambo ambayo Bwana aliyapanga hivyo katika mamlaka yake ya kiungu, kwa sababu alijua hivyo ndivyo alivyomuumba mwanadamu. Na kwa sababu hiyo Mungu anajua mwanadamu aliyemuumba anaweza kufanya nini na anaweza asifanye nini. Anajua Mungu wetu nini ambacho sisi kwa uwezo wetu wenyewe tunaweza tukakifanya, na pia Mungu anajua ni nini haswa hata tukifanya nguvu namna gani hatuwezi tukakifanya, kwa sababu yeye ndiye muumba wetu. Anatujua, anajua uwezo wetu, anajua viwango vyetu vya kutenda. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa ya kwamba Mungu anapoweka maagizo yake kwa ajili ya mwanadamu, anaweka kulingana na jinsi anavyomjua mwanadamu, na anaweka kulingana na jinsi alivyomuumba mwanadamu, anaweka kulingana na jinsi kulingana na kusudi alilomuumbia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia hapa inatuambia kwamba Sulemani alioa wanawake wengi. Alioa wake wengi. Officially alikuwa na wanawake alikuwa na wanawake 700. Na kando alikuwa na wanawake masuria, walikuwa wanawake 300. Idadi ya wanawake wote aliokuwa nao Sulemani walikuwa wanawake 1000. Kwa hiyo naamini ya kwamba wewe na mimi tutakubaliana na wewe utakubaliana na mimi ya kwamba hakuna mwanaume ambaye amewahi kufikisha idadi ya wanawake wengi zaidi ya Sulemani. Na hapo utakubali ya kwamba neno la Mungu ni kweli na ni amina. Mungu anaposema na Sulemani ya kwamba nitakupa uwezo kuliko wanadamu wote waliokutangulia juu ya uso wa nchi, manake ilikuwa ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata sasa hajapatikana ambaye amewahi kufanya mambo kama aliyoyafanya Sulemani. Maana Sulemani aliletwa na Mungu kwa kusudi maalum. Ndio maana mambo aliyoyafanya Sulemani hayawezi kufanywa na watu wote, kwa sababu yeye aliyafanya kwa zaidi, kwa viwango, kwa utele, kwa wingi, kwa sababu lengo ilikuwa ni kufanya utafiti kwa mambo yatakayoweza kutusaidia sisi wanadamu. Sikiliza, nataka uelewe jambo moja. Ikiwa uwezo wa mtu wa kimapato, wa kiakili ndio unaoweza kusababisha yeye awe na wanawake wengi na akafanikiwa katika ndoa ya wake wengi, kama hiyo ndio ingelikuwa qualification au sababu ya mwanadamu kuoa wake wengi, basi Sulemani alikuwa qualified kuoa wake wengi na aishi nao kwa amani na amalize nao kwa amani bila wao kumuingiza katika mess. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaposoma maandiko matakatifu, neno la Bwana linatuonyesha kwamba pamoja na kuwa Sulemani alikuwa na vitu vingi, alikuwa tajiri, alikuwa na mali mengi, alikuwa na hekima nyingi, alikuwa na maarifa mengi, alikuwa na watumishi wengi, alikuwa na magari mengi, hata hivyo hakuweza kuimudu, hakuweza kuidhibiti ndoa ya wake wengi, kwa sababu sio mapenzi ya Mungu wala sio maagizo ya Mungu mwanadamu kuwa na wanawake wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ningetaka kwanza, kabla hatujaona madhara, tujaribu kuyatafakari maisha ya Sulemani. Je, alikuwa na uwezo kweli Sulemani
wa kumudu hawa wanawake wote aliokuwa nao? Maana ni wengi kweli kweli. Kwa vile walivyokuwa wengi, je, Sulemani alikuwa na uwezo kabisa wa kukimu mahitaji hawa wanawake wote, au ilikuwa tu ni kimbelembele? Au labda Sulemani alishindwa na hii ndoa ya wake wengi kwa sababu hakuwa na uwezo wa kutosha? Maana haya ndiyo mambo muhimu ambayo tunapaswa kuyatafakari kwanza. Maana hii ndiyo slogan ambayo watu wengi wanatembea nayo, ya kwamba kuoa wake wengi sio dhambi na wala sio kosa, maadamu mtu anaweza kuwahudumia vizuri, unaweza tu ukawaoa tu. Nataka uelewe ya kwamba maisha ya Sulemani yatakusaidia wewe na mimi kujua iwapo uwezo wa kimapato unaweza ukamfanya mwanadamu aishi vizuri katika maisha ya ndoa. Hebu tuangalie kipato cha mfalme Sulemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Nyakati Mambo ya Nyakati wa pili, sura yake ya 9, kuanzia mstari wake wa 21 hadi ule wa 24. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa mfalme alikuwa na merikebu zilizokwenda Tarshishi pamoja na watumishi wa Hiramu. Mara moja katika miaka mitatu huja merikebu za Tarshishi zikileta dhahabu na fedha na pembe na nyani na tausi. Basi mfalme Sulemani akawapita wafalme wote wa dunia kwa mali na kwa hekima. Wafalme wote wa dunia wakamtafuta Sulemani uso wake, ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia hapa au neno la Bwana linatushuhudia ya kwamba Sulemani aliwapita wafalme wote utajiri. Alikuwa na mali nyingi kuliko wafalme wote waliokuwa duniani. Hakuna mfalme ambaye angelingana na Sulemani utajiri. Wakati tunapozungumzia maisha ya Sulemani, hatuzungumzii taifa la Israeli. Ni vizuri tujue kutofautisha ufalme wa mtu na utajiri wa mtu. Kwa hiyo tunaweza kuzungumzia utajiri wa ufalme na utajiri wa mfalme, ni mambo mawili tofauti. Hapa tunazungumza habari za utajiri wa mfalme Sulemani. Maana Mungu anapozungumza na mfalme Sulemani habari za utukufu atakaompa, na habari za hekima atakayompa, na habari za mali na utajiri atakaompa, aliweza kutofautisha mambo. Alisema, nitakupa hekima ili uweze kufanya hukumu juu ya watu wangu Israeli. Hilo ni jambo moja. Akasema, nitakupa na maarifa ili uweze kufanya hiyo kazi. Lakini kando na hayo, nitakutajirisha kwa utajiri mwingi ambao hapajawahi kuwa na mfalme awaye yeyote kati ya wafalme waliokutangulia, na hata wale watakao kuja nyuma yako hakutakuwa na mfalme atakayekuwa navyo kukupita wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi ni baraka ambazo Mungu alimbariki Sulemani as individual, si mambo ya taifa. Haya ni mambo ya Sulemani yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inatuonyesha kwamba Sulemani alikuwa mfanyabiashara, na alikuwa na wafanyabiashara aliyoweka pale wamtumikie yeye. Na hawa watu walikuwa wanaleta dhahabu, walileta fedha, walileta mambo mengi sana. Biblia inasema ya kwamba walileta manukato, walileta kutoka Tarshishi, walileta vitu vingi sana. Na mbali na hayo, Biblia inasema kupitia ile hekima ambayo Mungu alikuwa amempatia Sulemani, wafalme wote wa dunia walimtafuta Sulemani. Na walipomtafuta Sulemani, walikuwa wanaleta zawadi mwaka kwa mwaka. Biblia inasema kwamba kila mwaka wafalme walikuwa wanapanda kwa Sulemani kuja kusikiliza hekima yake ambayo Mungu alimwekea moyoni. Na wanapokuja kwa mfalme, walikuwa wanaleta zawadi za fedha, dhahabu, mavazi ya samani, wanaleta manukato mwaka kwa mwaka. Yaani kuna posho lililokuwa limewekwa pale kila mwaka. Kuna fungu lililokuwa limewekwa pale kila mwaka kutoka kwa wafalme mbalimbali, ya kwamba hili nitaenda nalo mwakani kwa mfalme Sulemani, hili nitaenda nalo mwakani kwa mfalme Sulemani. Haya tunayoyazungumzia mpendwa, ni madini.
Tunazungumzia madini, kwa Kiingereza mineral, kwa Kifaransa minere. Mimi na wewe tunajua ya kwamba kama kuna utajiri au biashara iliyo na pesa mingi duniani, biashara halali yenye fedha, yenye faida mingi duniani kupita madini haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi na wewe tunajua ya kwamba kama kuna biashara ambavyo vina faida na vina pesa nyingi duniani, ni biashara ya madini. Wanaouza dhahabu wanajua, wanaouza diamond wanajua, wanaouza almasi wanajua. Na hivi vyote biashara Sulemani alivifanya, na ndio Biblia inasema na mawe ya thamani. Ukisikia mawe ya thamani, yaani madini ya ardhi, ndio biashara Sulemani aliyokuwa nayo. Biashara nyingine aliyokuwa nayo Sulemani, alikuwa na biashara ya misitu, kuuza miti, yaani mbao. Wale watu ambao wanafanya biashara ya mbao wanaweza kushuhudia ya kwamba kama kuna biashara nyingine ambayo inalipa vizuri, ni biashara ya mbao, miti ya msituni. Ina hela nyingi za ajabu. Na hivi ni biashara ambayo Mfalme Sulemani alifanya, kwa kuwa yeye mwenyewe alikuwa na bustani zake alizopanda miti ya biashara tu. Kwa hiyo utaelewa ya kwamba Sulemani kipesa au kiuchumi alikuwa vizuri sana sana, kiasi kwamba uwezo aliyokuwa nao angehudumia idadi yote ya wanawake aliyokuwa nao. Angeweza kuhudumia idadi ya wanawake wote ambao angekuwa nao. Kwa hiyo hakuna jinsi Sulemani angeshindwa kumhudumia mwanamke kwa sababu ya ukosefu wa pesa, kwa sababu pesa haikuwa shida kwa Sulemani. Mali haikuwa shida kwa Sulemani, wala utajiri haikuwa shida kwa Sulemani, maana vyote alikuwa navyo. Sasa uelewe ya kwamba Sulemani hakushindwa na ndoa ya wake wengi kwa sababu ya kukosa mali. Alikuwa nazo. Na hata leo hakuna mtu yeyote ambaye ni polygamy, ambaye ana mali kama Sulemani au utajiri kama Sulemani, ambaye ana uwezo, amemiliki vitu kama Sulemani. Hayupo. Lakini ikiwa Sulemani aliyekuwa amemiliki hivi vyote alishindwa na ndoa ya polygamy, wewe unayejidanganya ya kwamba ndoa ya polygamy si kosa wala si dhambi, maadamu tu mwanadamu anaweza kuwahudumia wake zake, anaruhusiwa kuolewa, unajidanganya. Tusome neno ili neno liweze kutusaidia. Tuko katika kile kipengele cha kutafakari kipato cha Sulemani. Sulemani alikuwa na uwezo gani ambao ungemwezesha kuwahudumia wake zake wale waliokuwa wengi? Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 1 mstari wa 14 hadi ule wa 15 ninasoma katika jina la Yesu. Sulemani akakusanya magari na wapanda farasi, naye alikuwa na magari 1,400 na wapanda farasi 12,000 aliyowaweka katika miji ya magari na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Mfalme akafanya fedha na dhahabu kuwa kama mawe humo Yerusalemu, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyo shefela kwa kuwa mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, Biblia inasema ya kwamba wakati wa utawala wa Sulemani, fedha na dhahabu vilikuwa vinaonekana kama mawe ya kawaida katika Yerusalemu. Yaani fedha na dhahabu vilifika wakati vikaanza kuonekana kama mawe, yakawa kama mawe. Sulemani alifanya fedha na dhahabu kuwa kama mawe katika Yerusalemu. Huyu mtu alikuwa tajiri namna gani mpaka watu waanze kuona fedha kuwa kama mawe, dhahabu kuwa kama mawe? Ni kwa sababu hakuna jengo alilolijenga Sulemani ambalo halikutumia dhahabu, ambalo halikutumia fedha. Katika majengo yote ambayo alikuwa anayajenga, statue zote alizozifanya mfalme Sulemani, alikuwa anatumia dhahabu na fedha na shaba na vyuma. Alikuwa anatumia tu vitu vya thamani, yale madini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu kama huyu hangeweza kushindwa kuwahudumia wanawake 1,000. Ni kitu kidogo sana mbele za utajiri aliyokuwa nao mfalme Sulemani. Sulemani hakuwa mtu wa kawaida kwa upande wa mafanikio. Ni mtu ambaye Mungu alimfanikisha kwa viwango vikubwa sana. Lakini hata hivyo, havikumwezesha yeye
kuweza kuwamiliki wale wanawake 1000 kama vile inavyompasa mwanaume kuwa amemiliki nyumba yake na kumiliki mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni hali ya Sulemani tu. Nataka nikutajie hayo mambo kwa haraka tu kwa sababu ya muda wetu. Lakini najua ukianza kutafakari maisha ya Sulemani utakuja kuelewa ya kwamba Sulemani hangekuwa na kitu chochote ambacho kingemshinda yeye kukifanya. Alifanya chochote alichokitaka, tena alikifanya vizuri kwa kuwa alikuwa na uwezo, mafanikio alikuwa nayo, mali na utajiri mzuri alikuwa nao. Tena ni vitu ambavyo vilitoka kwa Mungu. Mali za Sulemani na utajiri wa Sulemani vilikuwa genuine, alivipata kwa njia halali. Hakuvipata kwa njia ya Freemason wala Illuminati, hakuvipata kwa njia ya magendo wala ya kuuza drugs, hakuvipata kwa njia ya ulagai, ya udanganyifu, ya unyang'anyi. Alivipata kwa njia iliyo halali kwa sababu ni Mungu ndiye aliyempa hizi mali zote kupitia hekima aliyomjaza mtumishi wake Sulemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tuangalie iwapo maisha mazuri anayopewa mwanamke ndiyo yanayoweza kufanya yeye aweze kuishi vizuri katika ndoa ya wake wengi. Hebu tuangalie hivi Sulemani alikuwa na wanawake wa aina gani? Tuangalie pia kipato cha wake wa Sulemani. Je, walikuwa wenye mahitaji sana hivyo au walikuwa watu wa aina gani? Tumesoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 11. Tusome tule mstari wake wa 3. Biblia inasema hivi: akawa na wake 700 binti za kifalme. Akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300. Biblia inasema kwamba Sulemani hao wanawake aliokuwa nao 700 wote walikuwa binti za kifalme, walikuwa maprincess, wametoka katika royal families. Yani wake wa Sulemani hawakukuwa watu wa viwango vya chini, hawakukuwa watu makabwera masikini, hawakukuwa watu wasiojiweza. Wake zake tu peke yao walikuwa wamejiweza, walikuwa na watumishi wao, walikuwa na watu mamed waliowatumikia, kwa sababu ni maprincess, wametoka katika familia za kifalme, ni watoto wa wafalme. Hawa ndio wanawake ambao Sulemani aliwaoa. Yani Sulemani aliozwa binti za wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiangalia wake wa Sulemani hawakukuwa wenye mahitaji kama wake wetu wa leo, kama wale ambao wewe unawaoa. Wewe unakwenda kwanza kuoa mtoto kwa sababu ya uzuri tu, lakini katika familia yake hakuna hata mmoja aliye na kitu. Hakuna ni gari, hakuna ni shamba, hakuna ni nyumba, hakuna ni biashara, hakuna ni kazi. Umemuoa ukisema ya kwamba wewe una uwezo utamsaidia yeye. Wewe ambaye unaoa mwanamke ambaye wewe ndiye tegemeo lake katika mambo yote, utajilinganisha na Sulemani ambaye pamoja na kuwa alikuwa na wake wengi, wote aliokuwa nao walikuwa wametoka katika nyumba za kifalme. Kwa hiyo Mungu akusaidie uanze kuelewa ya kwamba kumbe ndoa ya polygamy haiwezi ikawa mzuri machoni pa Mungu na machoni pa wale watu wanaoifanya kwa sababu ya kipato chao. Never. Sulemani na wake zake wote walikuwa matajiri, lakini hata hivyo hiyo ndoa ya polygamy haikuwa mzuri kwa Sulemani wala kwa wale wake zake. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tuanze kuelewa, wakati Biblia inasema ya kwamba mwanaume aoe mke mmoja na wake zaidi ya mmoja ni dhambi mbele za Bwana. Elewa hivyo ni dhambi, kwa sababu hakuna mwanaume anayeweza hapa duniani kuwahudumia wanawake zaidi ya mmoja kama mke ndani ya nyumba. Never. Hautaweza, ni kujidanganya. Hakuna mwanaume aliye na uwezo wa kuweka wanawake zaidi ya mmoja na akawaridhisha wote kwa viwango sawasawa. Ni uongo, ni kutafuta shida tu katika maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tutafakari jambo hili. Kwa nini Sulemani alishindwa na ndoa ya wake wengi? Sijakuonyesha namna gani alivyoshindwa. Nitakuonyesha kwamba alishindwa, utaelewa tu. Lakini acha tutafakari kwa nini alishindwa kuwa na wake wengi. Alishindwa na ndoa ya wake wengi. Mwanzo sura yake ya 2 mstari wake wa 18. Biblia
Unasema hivi, Bwana Mungu akasema hivi. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Sikiliza, tokea mwanzo Mungu alipoiumba dunia alisema hivi, si vema mwanaume aishi peke yake. Bwana akasema, kwa sababu si vema mwanaume awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi. Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba wanawake wengi kwa ajili ya Adamu. Alikuwa na huo uwezo. Lakini hata kama alikuwa na huo uwezo, alichokifanya Mungu, alimuumbia Adamu mwanamke mmoja tu peke yake. Hawa peke yake. Na ukumbuke jukumu ambalo Mungu alikuwa amempatia Adamu lilikuwa ni kubwa zaidi ya majukumu tulio nayo sisi hapa duniani. Kwa sababu nowadays tumekuwa wengi, ambao wewe unazaa, mimi nazaa, mwingine anazaa, mwingine anazaa. Lakini kipindi cha Adamu alikuwa ni yeye peke yake. Na ukumbuke wakati Mungu amembariki Adamu na Hawa, amebariki ndoa yake, akasema hivi, zaeni mkaongezeke, mkaijaze dunia na kuitisha. Kwa hiyo Bwana alikuwa amempatia assignment ya kwanza Adamu ni ya kuweza kuzaa na kuijaza dunia. Kwa hiyo kama Mungu angeliona ya kwamba ndoa ya wake wengi ni nzuri, kulingana na jukumu kubwa hili la kuijaza dunia iliyokubwa namna hii kupitia mtu mmoja, angempatia Adamu hata wake 200, hata wake 300, hata wake 200, hata wake 1000 kama Sulemani. Lakini kwa kuwa Mungu alijua ya kwamba mwanadamu niliyemuumba hana uwezo wa kuishi na wanawake zaidi ya mmoja, alimpatia mwanamke mmoja ambaye anafanana naye, ambaye ni size yake, ambaye ni level yake, ambaye ni viwango vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo size ya mwanaume ni mwanamke mmoja, size ya mwanamke ni mwanaume mmoja, size ya wanandoa ni mmoja kwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikie vile ambavyo maandiko matakatifu yanasema. Haleluya. Acha Mungu wa mbingu aendelee kutuwezesha. Mstari ule wa 23 ni Mwanzo sura yake ya 2, mstari wa 23 hadi ule wa 24. Neno la Bwana linasema, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Hakusema basi wataitwa wanawake, wala hakusema sasa hizi ni nyama katika nyama zangu. Asema huu ni nyama katika nyama zangu. Adamu akasema sasa huyu ni mfupa. Hakusema ni mifupa, amesema huyu ni mfupa. Huyu ni mfupa, yani huyu mwanamke, sio huyu mwanamke ni mfupa katika mifupa yangu. Kwa hiyo mwanamke huwa ni mfupa mmoja katika mifupa ya wanawake, ya mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akasema na yeye ni nyama katika nyama zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. 24 inasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaume na mke wanapooana, mwanaume anapomuoa mke wake, yeye na mkewe hawawi tena miili miwili, wanafanyika kuwa mwili huu mmoja. Na kwa mujibu wa neno la Mungu ni kwamba miili miwili inapokutanana pamoja inafanyika kuwa mwili huu mmoja. Kwa hiyo kama ni mwili mmoja, ni ishara tosha ya kwamba hapa hapahitajiki mtu watatu. Maana yule watatu watakuwa miili mingapi sasa? Maana wale wawili ndio hufanya mwili mmoja. Yule watatu anakuja ili wafanyike miili mingapi? Lazima tusome neno la Bwana na tuelewe mapenzi ya Mungu. Itatusaidia sana. Kumbe tokea mwanzo, wakati ambapo Mungu amemfanya mwanadamu, alimpatia mwanamke mmoja, na akawafanya wao wawili wawe mwili huu mmoja. Kwa hiyo kila mwanaume anapooa mke wake, wamekuwa mwili mmoja.
Na yeyote atakayeoa, yeye na yule mke wake watakuwa mwili mmoja, hawatakuwa miili miwili. Kwa hiyo hakutakiwi kuongezeka mwingine. Anasema mume ataacha baba na mama, ataambatana na mke wake, sio na wake zake.